nitie Zainab Saidi form 3. Sawa. Fanya mboni mtoto mzuri lakini ongeleni sana kwa malezi. Asante. Nawe pia. Maana haya malezi huwa ya pande zote mbili. Kwa kweli. Nyumbani, akiwa nyumbani kwako, akiwa shuleni kwako. Na pia ongea. Asante sana. Vizuri sana. Nimwambia Zainab bila amekimbia. Amekimbia? Kwa nini amekimbia? Sijui mimi ameniuliza nani anaitwa na nani. Mimi kana wazazi wangu ofisini akakimbia. Sawa, unaweza kuondoka. Kuna nini kinachoendelea? Mbona mtoto kakimbia? Mada, ni kwamba Zainab leo ni siku ya hajaonekana nyumbani. Siku ya 4 hajaonekana nyumbani. Mama, wewe kama mama, siku ya 4 mwanao hayupo nyumbani. Habari salama. Salama. Habari zaidi. Sasa Selim. Karibu sana Afsa Selim. Maneno gani hayo ndugu? Mzee wa tuition. Kaa hapo katikati hapo. Mzee wa tuition hapa. Karibu sana. Naona mmetulia. Karibu sana Afsa. Wale wakubali hapo. Nyinyi ndio maafisa. Hayo maneno sio mazuri. Elewa. Hayo maneno hayo sio mazuri kivipi? Ya kuchongeana. Sio ya kuchongeana. Sasa maneno mimi Afsa Selim toka lini? Hujui? Haujui kama wewe ni Afsa Selim? Kwa sababu hivi. Hiyo nyumba yako siku unafuta kina nani? Nyumba gani? Una nyumba ngapi? Sababu wewe mwana kumbe unajua mimi nakuheshimu sana. Hiyo nyumba yako sio kwa tuition wewe. Sasa sio kauli za kwa tuition ya wanafunzi, yani toka anaingia, toka anaingia. Wewe si mtu mzima wewe? Sasa matusi. Sio matusi eti mzee mzangu, unamuelewa huyu mzee? Unamuelewa huyu? Hebu muulize naye, unamuelewa huyu? Tunaongea sawa huyu. Mimi bwana hapo sijakuelewa kwa sababu mtoto wa mwenzio na wewe ni wa kwako. Hivyo basi jukumu la kulea mtoto wetu sote. Mtoto anapoenda kinyume tunamkemea hata wewe. Wewe na maana yule pale amekaa kimakosa. Amekaa kimakosa. Hayo mmeamua tu nyinyi, labda leo mmeamua na hilo ili mimi sinywe kahawa basi. Sio hicho tunataka nyinyi. Kubali kuambia ukweli. Kishaambiwa ukweli lazima ni moja kujifunza. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 leo ndo unakuja ofisini. Ni kweli madam. Kwa kweli hapo nimekosea. Na ni kwa nini? Kwa nini ameondoka nyumbani? Kwa nini? Nini kilichotokea kikasababisha mpaka mtoto yuko nyumbani? Mada ni kwamba Zainab alichelewa nyumbani. Lakini baada ya kufika nyumbani alifokewa sana na mama. Akafukuzwa. Mtoto sikiwa alimtia ndani. Yaani hiki ndio kimefanya sisi tufike hapa. Yaani sio tu sisi. Yaani hapa ni baba na mdogo wangu wa kiume mwingine wao wanaenda kituo cha polisi. Ila mimi na mama tukakutana naye. Sawa. Sawa mama, nakubali kama wewe kama mama ulipata hasira. Lakini hakukuwa na adhabu nyingine tofauti
tofauti na hiyo unamwadhibu. Na ikitokea kapata shida huko alikoenda. Mimi yule pale ni mpangaji wangu, au sio bwana? Analipa kodi ya mwaka. Ana hela zake yule kijana, hana matatizo. Sawa, ukiwa na mpangaji akienda tofauti unaweza kumtimua. Maana wewe mwenyewe unaweza kuletea shida. Kwanza mimi bwana, huwa mnanisikitisha sana siku hizi. Hivi jukumu la kulea mzazi huwa ni la mzazi mwenyewe au la mwalimu? Yaani jukumu la nini? La kulea mtoto katika mwanafunzi ni la mwalimu au la mzazi mwenyewe? Hilo mimi nafikiri sijui la mwalimu au la mzazi. Nielewa hapo. Wewe huwezi kuelewa kwa sababu unawafuga huko ndani. Tusaidie wewe mzee. Jukumu la kumlea mwanafunzi ni la mzazi mwenyewe au ni la mwalimu? Kuanzia mwalimu mpaka na mzazi. La wote. Kwa sababu wewe unakaa nao muda mwingi kuliko mzazi. Sasa wewe mwalimu ninatakiwa uwafundishe maadili yanayotakiwa moja kwanza. Ndio hata mzazi akaenda kumalizia kule awe na malizio. Hata mimi pia najutia maamuzi yangu kama mzazi. Sikutegemea kama mzazi atafika. Sikutegemea kabisa. Nilikuwa kama namkanya tu Zainabu. Mzazi kama mzazi jamani. Sawa ilikuwa ni hasira sawa. Lakini kingine na kuomba sana. Ujaribu yani kuwa na ukaribu na mwanao. Na sio ukaribu wa mazoea uliopitiliza. Kuwa na ukaribu. Akuheshimu, akusikilize, asikuogope kupita kiasi. Yaani madam hapo sasa ndo mnaongea. Yaani mama yetu sisi ni mkali. Yaani hata sisi mimi mwenyewe kufika naye hapa ni basi tu, lakini ni mkali hata sisi wakiwa tunamuogopa mama. Lakini pengine hili litakuwa ni fundisho kwa wazazi wenye hasira kama watoto. Yaani uwe na ukaribu na watoto wako. Sawa madam, hata mimi pia nimejifunza. Kupitia Zainabu nimejifunza. Sikutegemea kama Zainabu atakutia siku zote hizi. Tumejaribu kuuliza, baadaye tukapata wazo kuja shuleni. Na hivi babaka akaenda kituo cha polisi. Mimi mwenyewe najuta kama mzazi. Nafsi inanisuta. Nimejifunza. Basi sawa. Niwape namba yangu. Endapo utapata taarifa yoyote au mimi nikipata taarifa yoyote nitawajulisha. Asante madam kwa ushirikiano wako. Tunashukuru sana. Lakini pia tunahitaji sana msaada. Yaani kwa kuona sisi tumefika shuleni hapa vichwa vingi sana. Tunahitaji sana msaada. Msijali, mimi nitawasaidia. Mimi nitakuwa pamoja na nyinyi. Asante madam. Shughuli kwangu hii. Sio mama. Kazi njema. Haya. Asante kwa ushirikiano. Kwa hiyo maana inatakiwa washirikiane na mwalimu sasa. Mwalimu na wazazi mshirikiane. Sasa wewe unapomwachenza mzazi kwamba mimi hiyo kazi hairuhusu, ina maana moja kwa moja unampa mzigo nani? Mzazi. Sasa huyu mjumbe ameongea maneno akisema kwamba wewe wale wapangaji wanafunzi unawafanya kama nini? Yaani anajua yeye mwenyewe. Hamna bwana, mpangaji wake bwana, sikiliza wewe, mpangaji wake huyu
wanaingiza wanafunzi mle ndani. Nyinyi bwana mtaniharibia siku sasa. Haribiaje siku sasa? Ukaribia siku. Kweli ndio tumeshakwambia tukataa ukupata lakini ukweli ndio huo bwana. Hamna cha ukweli. Sasa mzee watishe ni wapi? Umezila mpaka hawa. Nakwambia tena. Mzee watishe. Hawa. Mzee watishe. Atakuharibia kijiwe. Hapana. Mimi nitakuwa huyo amekwambia ukweli. Kweli kitu gani? Mzee watishe ni wapi sasa? Kweli ndio huo. Kweli ndio huo. Mambo ishageuza nani tishe mzee? Kweli nakwambia kweli ndio huo. Kama wenzio na wa kwako. Na kweli tulipata hapo na Mume wangu, mimi nakwenda kazini. Shaandaa kila kitu mezani. Kwa hiyo umeona kazi ni bora kuliko mwanangu Zainabu. Kuna watu wengi sana kuweza kukusaidia kazi, lakini wewe ulifuatilia kabisa hili swala la mtoto. Au unajua mtoto wangu yuko wapi? Si ni bora wangepotea hawa wengine. Zainabu. Baba Zainabu. Ina maana hao wengine si watoto? Unajua jinsi gani napenda Zainabu. Alafu nanivalia miwani asubuhi eti nakwenda kazini. Chagua moja. Uende kazini au tukamtafuta mwanangu Zainabu. Baba Zainabu. Baba Zainabu nini? Unafikiri nimefurahi? Hata mimi sijafurahi. Mbona mkubwa? Sasa mume wangu, Baba Zari, wewe Tumaini wewe. Njoo hapa. Hebu nenda kaletea maji na glasi, sawa?
Nani huyo? Baba, nilikuwa nakutania tu. Utaki nifanye nini? Mtachukua wenyewe watoto nyie. Unachekesha nini? Wewe siku hizi mimi nimekuwa mtoto mwenzako, sio? Haya, kwenda ndani. Pumbavu. Jinga wewe. Okay. Ndio ninachokisubiri. Kila siku anakuambia. Kuhusu nini sasa? Yaani huyu mtoto baada ya kujua hili tatizo tu la huyu binti anayesumbua hapa mtaani. Tayari. Sasa polisi hao walikuwa wanatumia wanakuja kweli. Labda ndio chukua hapo. Wewe uko hapo. Kimani ambaye? Wema. Habari asubuhi. Nzuri, kwa mama. Karibu. Kabla yupo. Oda. Ameondoka. Muda mrefu sana. Nimekuwa muda kidogo. Akawi. Yo twende, ndio fanya twende. Wewe kwani umjui wewe? Nani? Watu wake. Nani? Umjui? Umjui. Hapa kutoka ni kama nini? Inakuaje kaka? Fresh eh? Kama kawaida. Hii mashine? Kama vile. Inakuaje mkubwa? Bana. Tunaona bila yako kusubiri muda mrefu. Sawa sawa. Bana, jamaa yako mzinguaje? Anzingua nini? Anilipi? Hakulipi? Basi mimi nitakutoa. Nitakutoa mimi. Na ile ya siku ile? Hapo sawa. Kaa twende. Dada gani? Yule aliyechukuliwa sasa hivi na yule mtu. Yule ni mtu. Mtu. Mtu wa Joni. Yule mtu anatia mbaya sana. Anafanya mbele za watu. Mwisho wa siku ndio tuchukuliwa. Huyo jamaa kumbe tabia yake hiyo. Ndio. Unajua tabia hii atakuja kuharibia hata bodaboda. Hatutaendelea hivyo. Kwa kweli itabidi tuje tumseme hapa mbele za watu. Kweli. Hapo ikiwezekana tumwadhibu. Ndio. Atatuharibia babu. Kwa kweli hiyo. Ngoja aje sasa tukuta hapa tutakuja. Tutakuta kufanya kazi yako. Maya huyu sio nzuri. Ila kweli hiyo tabia. Kama kawa. Sema nini? Kuna mshikaji mmoja hivi nimeelekezwa na kidevu fulani hivi anapenda kuvaa vile barabara vyekundu, si katoka au hivi. Nani huyo? Sema jina lake, ni anajiita Tuzo hiyo babu. Ewa, ni Tuzo babu, Tuzo mwanangu. Tumepishana naye sasa hivi hapa. Sasa hivi hapa. Si mwanangu anachelewa mwanangu. Noma. Sema nini brother? Ni uhakika. Hapo baadaye mimi tutamsalamia sisi. Amani lakini? Amani yenyewe ipo mzee, yani amani ipo kabisa. Mshikaji wetu. Aha. Basi karibuni. Haina noma. Poa mwanangu. Karibuni sana mama. Poa mwanangu. Haina noma.
kameshavunjika, yani kananisumbua kweli. Sasa babu, sinunue mchana hela kila siku, bila kila siku na daga hapa, hapo kununua elementi tu inakushinda. Matusi sasa hayo nani? Sasa bila unachukua kila leo bila wa kwako, kijua kimekuwa kama cha kwako mwanangu. Bila bila wa kwako. Bado Sasa mara acha poa bwana. Inakuaje? Ola. Baridi kama dawa. Ndio kama dawa. Nani kweli tena? Ntuzu mimi hapa vipi wa kurunga tunaenda? Mabula mimi haikai ntuzu. Haina Roma mwanangu. Vipi? Njoo tuongee. Achana na chuma mwanangu. Njoo. Shida ni nini bro? Kwani wazee vipi? Wewe njoo tuongee kitu. Wewe unanao sababu yako. Amani lakini. Amani. Msamehe sana huyo, msamehe mama asila sala, kwani amekosa mwanao mama. Msamehe sana huyo, msamehe mama asila sala, kwani amekosa mwanao mama. Kwani yeye ni nani asikose mama? Amerudi nyumbani, mama mpoke mama. Kwani yeye ni nani asikose mama we?